Tuone aina za vishazi kama tulivyoeleza katika video iliyopita kwamba kuna aina za vishazi, lakini kwenye aina za vishazi tunazingatia vigezo viwili. Tunaangalia kigezo cha kujitegemea kimaana, ambapo tunapata kishazi huru pamoja na kishazi tegemezi. Maana yake kishazi huru ni kile ambacho kinajikamilisha kimaana, kishazi tegemezi ni kile ambacho kinategemea kitenzi kikuu ili kiweze kukamilisha maana yake. Hivyo katika kigezo hiki tunapata kishazi huru pamoja na kishazi tegemezi. Lakini katika kigezo kingine cha pili ni kigezo cha umiliki, kwamba tunaonyesha kwamba hapa tutaona sentensi ambayo inamiliki kishazi kingine na sentensi ambayo inamilikiwa ndani ya kishazi kingine. Hapa tutapata kishazi kikuu ambacho ni kishazi ambacho kinamiliki vishazi kadhaa ndani yake, lakini pia tutapata kishazi bebwa ambacho sasa hiki ni kishazi ambacho kinamilikiwa, yani kimebebwa ndani ya kishazi kikuu. Lakini pia kwa ujumla hapa tunapata aina mbili za vishazi: kishazi kikuu au kishazi huru pamoja na kishazi bebwa au kishazi tegemezi. Sasa kishazi bebwa au kishazi tegemezi vipo vya aina tatu, ambapo tunaangalia kishazi bebwa vumishi, ambacho sasa hiki ni kishazi ambacho kinakuwa kinafanya kazi ya kuvumisha nomino, maana kinafanya kazi kama kivumishi, ambacho sasa kwenye kishazi vumishi zipo aina mbili za vivumishi za kishazi vumishi. Cha kwanza ni kishazi vumishi husishi. Hiki kinahusisha kinaundwa na kihusishi pamoja na kitenzi. Kwa mfano tukasema kwamba ametembea, tunasema kwa mfano tunatoa sentensi tunasema mwalimu amefundisha kwa kuimba. Tunaposema kwa kuimba ni kishazi bebwa vumishi ambacho kinamvumisha mwalimu namna alivyofundisha. Lakini pia kishazi rejeshi, kishazi vumishi rejeshi ni kishazi ambacho virejeshi ndivyo vinavyotegemeza sentensi au vinavyofanya kuwepo kwa sentensi bebwa katika sentensi kuu. Mfano tunasema mtoto aliyepotea. Mtoto aliyepotea ni sentensi bebwa ambayo iko ndani ya mtoto aliyepotea amepatikana jana. Mtoto aliyepotea ni sentensi bebwa ambayo inasababishwa na kirejeshi. Lakini pia kishazi bebwa nomino. Kishazi bebwa nomino ni kishazi ambacho kinafanya kazi kama nomino. Hiki huwa kinaambatana na maneno na vitegemezi kwamba au kuwa. Kwa mfano tunasema mwalimu aliahidi kuwa tutafanya jaribio. Hapa kishazi kuwa tutafanya jaribio kimefanya kazi kama nomino. Huenda tumesema labda mwalimu aliahidi jaribio, lakini tumeondoa tukaongeza kitenzi kwamba aliahidi kuwa tutafanya jaribio. Hivyo kishazi kimefanya kazi ya nomino. Lakini pia kishazi cha mwisho ni kishazi elezi. Hiki kinahusisha virejeshi vya mahali au viambishi vya mahali. Kwa mfano tunaposema kwamba hatukuwepo wakati anaondoka, hatukuwepo alipokuwa, au tangu alipokuja sisi hatujarudi. Kwa hiyo tangu inaeleza wakati, lakini pia tunaposema kwamba alipoondoka sisi hatukuwepo, kiambishi kinaonesha kinaeleza kielezi cha mahali. Kwa hiyo hiki kinafanya kazi kama kielezi. Ukitaka ufafanuzi zaidi wa aina hizi za vishazi, unaweza ukacomment kwenye video hapo, tukaweza kujadili kwa pamoja ili kupata majibu mazuri. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kunifollow ili kuendelea kupata maarifa haya. Asante sana.